Furaha ya ukombozi na sifu jina lake, yote namtolea Yesu na ninampa yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, yote kwako Mwokozi, hatua sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninalo neno siku ya leo ambalo linasoma ambalo limeandika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 15 na mstari wa 33. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ile ya 15 na mstari ule wa 33. Wakorinto wa kwanza sura ya 15 na mstari ule wa 33. Ningependa nikushirikishe kwa ajili ya kusaidiana, kwa ajili ya kuelekezana, kwa kuwa Mungu haachi kusema na sisi jambo lolote ambalo litatusaidia. Na hili pia linaweza kukusaidia katika maisha yako. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 15 na mstari ule wa 33. Neno la Mungu linasema hivi: msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Ndicho ambacho mwandishi anatuambia hapa. Tusidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Tuombe. Mungu, tunakushukuru kwa neema yako, kwa jina la Yesu, kuzungumza maneno yako ya uzima ili yatusaidie katika maisha yetu. Sema nasi Mwokozi, kwa damu ya Kristo Yesu, na neno lako likae katika mioyo yetu na kueleweka na kuzaa matunda. Tunaomba kwa jina la Yesu, amen. Kichwa nilichosema hapa ni kwamba marafiki wasiofaa tujiepushe nao. Marafiki wasiofaa tujiepushe nao. Kwa nini? Neno la Mungu linasema ya kwamba mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Tunajua tabia nzuri au tabia mbaya mara nyingi inaweza ikatokana na namna ambavyo mtu amelelewa na namna ambavyo mtu amefundishwa kwa kuona au kwa kusikia akiwa anaishi na wazazi wake au wale ambao wamemlea ambao ni walezi wake. Lakini pia maisha ya mtu yanaweza yakatengenezwa vizuri au yakaharibiwa na marafiki, kwa sababu ya yale ambayo mengi tunazungumza na marafiki zetu. Yale tunayozungumza na marafiki zetu au yale ambayo rafiki yako anazungumza na wewe yanaweza kukujenga au yanaweza kukuharibu. Yanaweza kukufanya kuwa mtu mwenye busara au yanaweza kukufanya mtu wa hovyo. Yanaweza kukufanya kuwa mtu mwenye hekima au yanaweza kukufanya kuwa mtu mpumbavu, kulingana na namna ambavyo mtu anampa nafasi rafiki yake. Maana imenena kwamba chuma unoa chuma, lakini ndivyo ilivyo uso wa rafiki na wa mwenzake. Maana yake siku zote rafiki anaweza akaweza kumshepu rafiki yake pia. Mtu anaweza kumshepu rafiki yake tabia,
maongezi, kuenenda, vyovyote vile anaweza kumshape. Kwa hiyo sasa inafuatana na namna ambavyo mtu anampa mwenzake nafasi. Jinsi unavyompa mtu nafasi kwenye moyo wako, anaweza kuyabadilisha maisha yako. Kwa hiyo neno la Mungu linasema mazungumzo mabaya uharibu tabia njema. Kwa hiyo inatuonya na kutuasa kuwa makini sana katika mazungumzo. Je, wewe unampa rafiki yako nafasi ya kuzungumza na wewe maneno yoyote tu yale? Kwa sababu maneno yote ambayo unayasikia yana madhara katika maisha ya mtu, kwenye akili ya mtu na moyo wa mtu, kwa sababu hata imani inakuja kwa kusikia. Ili hata mtu afanye kitu chochote, inafuatana amesikia mara ngapi kitu hicho. Ndio maana ukiangalia kwa kawaida, ukiwa umekaa ndani umesikiliza wimbo ukawa umerudia mara nyingi, yule mtu lazima atakapotoka anaweza kaiba ule wimbo. Kadiri wimbo unaporudiwa, wanasema unatoka kwenye conscious mind unakwenda kwenye subconscious mind, ambayo ile subconscious mind ndio ambayo inapelekea mtu ana act au anafanya kile ambacho anakuwa amekisikia au amekiona mara nyingi. Ndio maana repetitive ina effect kwa mtu yoyote yule. Kitu unachokifanya mara kwa mara, kitu unachokisikiliza mara kwa mara, kitu unachokitazama mara kwa mara kina uwezo kubadilisha tabia yako. Kwa hiyo neno la Mungu linatuonya mazungumzo mabaya uharibu tabia njema. Basi ikiwa unasikiliza mara kwa mara mazungumzo mabaya, ikiwa mara kwa mara unasikia ushauri mbaya, ikiwa unaruhusu mtu anaendelea kuongea anakupa ushauri mbaya, kadiri unavyosikiliza, usipoangalia, mara nyingi unaweza kuathiri maisha yako na kubadilisha mwenendo wako na tabia yako nzuri ambayo ulijifunza toka zamani. Ndio maana sasa Mungu anatushauri kupitia kitabu kile cha Mithali sura ile ya kwanza mstari wa 10 mpaka wa 19. Neno la Mungu linatushauri, kitabu cha Mithali sura ile ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 19. Tunapata ushauri mzuri hapa. Kitabu cha Mithali sura ya kwanza mstari wa 10 mpaka wa 19. Mithali sura ya kwanza mstari wa 10 mpaka 19 anasema hivi: mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi wewe usikubali, wakisema haya njoo pamoja nasi na tuvizie ili kumwaga damu, tuwaotee asiye na hatia bila sababu, tuwameze hai kama kuzimu na wazima kama wao washukao shimoni. Tutapata mali yote ya thamani, tutazijaza nyumba zetu mateka. Wewe utashirikiana nasi, tutakuwa na vitu vyote shirika. Mwanangu, usiende njiani pamoja nao, uzuie mguu wako usiende katika mapito yao, maana miguu yao huenda mbio maovuni, nayo hufanya haraka ili kumwaga damu. Kwa kuwa mtego hutegwa bure mbele ya macho ya ndege yeyote, na hao hujiotea damu yao wenyewe, hujinyemelea nafsi zao wenyewe. Ndivyo zilivyo njia za kila mwenye mali, mwenye tamaa ya mali, huondoa uhai wao walionayo. Kwa neno la Mungu linatushauri hapa, wenye dhambi wakikushawishi wewe usikubali. Kile nataka ulifahamu, Mungu anasema mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi wewe usikubali. Na wenye dhambi siku zote, watu waovu siku zote, marafiki zetu ambao ni watu waovu, ni watu wabaya, wao hushawishi kwa maneno yao na wanatamani sana walivyo wao na wewe uwe hivyo. Wakati mwingine wanakuonea wivu kwa sababu ya maadili yako na tabia yako, maana wanakuona unakoelekea unaelekea kuzuri kwa sababu ya tabia yako nzuri, kwa sababu ya maadili ulionayo. Wanatambua kabisa mtu hufanikiwa kwa sababu ya maadili yake, mtu hufanikiwa kwa sababu ya tabia yake njema, kwa sababu wameona na maadili mazuri, wameona na tabia nzuri. Wangependa wewe uwe kama wao, wangependa na wewe uadilikiwe, kwa sababu wanakushangaa ulivyo na maisha yako hayo na maadili hayo mazuri. Wanakushangaa, wangependa uwe kama wao. Kwa hiyo watajaribu siku zote kukushawishi kwa maneno yao ili na wewe uadilikiwe kama wao walivyoadilikiwa. Ndio maana neno la Mungu linasema ya kwamba watatushangaa kwa sababu sisi hatuenendi kama wao wanavyoenenda katika uovu,
na ufisadi, tunaonekana kwao kama kitu cha ajabu. Ndicho wanachokitafuta sasa, na wewe uharibikiwe uwe kama wao. Maana siku zote waovu watatamani sana na wewe uwe kama wao, maana wanashangaa, kwa nini una tabia nzuri? Kwa nini una maadili mazuri? Mbona wewe haupo kama wao? Kwa hiyo watakushawishi kwa maneno siku zote, wakikuonesha kama wewe vile ni mjinga, kama vile mbona kama haueleweki, kama mjinga hivi. Dunia inabadilika lakini wewe ubadiliki. Wenzako wanajirusha, wewe ujirushi. Wenzako weekend wanakwenda disco, wewe uendi. Wenzako weekend, wenzako wana boyfriend, wewe huna. Au wenzako wana girlfriend, wewe huna. Wanakuona kama vile, mbona wewe kama wa kijijini hivi, kama mtu akuja hivi. Lakini wanatamani na wewe uwe na maisha ya ovyo kama ya kwao. Wanakushawishi kwa maneno yao, lakini Mungu anasema, mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi, wewe usikubali. Kwa hiyo Mungu anakushauri, wenye dhambi wakikushawishi, wewe usikubali. Tena nakuambia kwa ushauri, hata wakati mwingine usipende kuongozana nao popote. Usipende kuwaweka karibu na wewe. Waoneshe utaratibu wa maisha yako, waambia Bwana, hapana, mimi maisha yangu nimechagua kuishi hivyo katika ustaarabu. Sijachagua kuishi ovyo, nimechagua kuishi kistaarabu. Kwa sababu gani? Kwa sababu kila mtu ana maisha yake, na kila mtu ana maono yake na ndoto zake, na ndoto zinaatamiwa, na ndoto zinatamiwa kwa adabu. Ndio maana imeandikwa, pasipo maono watu shindwa kujizuia. Kama mtu ajui anakoelekea, yeye kokote ni sawa, lolote ni sawa. Lakini mtu ambaye yeye kuna mahali anataka afike, Biblia imeonyesha kabisa, hata watu kwenye michezo pia, makocha na timu mbalimbali, ili ziweze kushinda, huwa zinawatenga wachezaji wao na mambo ambayo yatawafanya kuwafanya wasifanye vizuri kwenye michezo. Ndio maana watawatenga na wanawake, wataweka kabini, watawatenga na vinywaji, wanaweka kabini, ili wapate kuwa na nguvu na uwezo wa kuweza kuperform vizuri katika mechi. Ndivyo ilivyo katika maisha yetu. Mtu mwenye maono yoyote anayetaka kufika mbali, kuna vitu anajizuia navyo ili afike pale ambapo anataka kufika. Ndio maana mtu hawezi kuwa na girlfriend, hawezi kuwa na boyfriend, hawezi kwenda disco, hawezi kuwa mlevi, kwa sababu kuna mahali anataka kufika. Pia tunashauriwa kwenye Mithali 13 mstari wa 20. Sikia hili neno lilivyo la ajabu. Mithali sura 20. Uone rafiki wa mtu alivyo, ili uweze kuwa na busara, ili uweze kuwa na hekima, ili uweze kuwa mtu safi. Mithali 13 mstari wa 20 na tushauri. Mithali 13 mstari wa 20 inatushauri, inasema ya kwamba, enenda pamoja na wenye hekima, nawe utakuwa na hekima, bali rafiki wa wapumbavu ataumia. Kwa hiyo sasa, ili maisha yako yaendelee kuwa ya kistaarabu, maisha yako yaendelee kuwa ya maadili, maisha yako yaendelee kuwa safi, jitahidi kuongozana, jitahidi kuwa na urafiki na watu ambao wana busara na watu ambao wana hekima. Kwa neno la Mungu linafundisha kuchagua marafiki, sio kila mtu awe rafiki yako. Neno la Mungu linafundisha chagua rafiki ambaye atakusaidia wewe yale maono ulionayo uyafikie, sio maono yake. Maana kila mtu ana maono yake, kila mtu kuna mahali anataka afike, kila mtu kuna mahali anakwenda. Hauendi kwa mwenzako. Chagua rafiki ambaye anaendana na wewe. Anataka kufika pale ambako unataka kufika. Ana tabia ambazo wewe ndio unazozitaka. Kama ana tabia unazozitaka, achana naye. Maana imesema rafiki wa wapumbavu ataumia. Yaani ukiwa na rafiki mtu wa ovyo, ukiwa na rafiki wa ajabu, ukiwa na rafiki ambaye ni muovu, ukiwa na rafiki ambaye ni mtu mwenye tabia za ovyo, hakika utaumia. Mungu anasema lazima utaumia. Ni swala la muda tu, atakupoteza, kwa maana hana jambo jema juu yako, atakupoteza tu. Kwa rafiki wa wapumbavu ataumia. Hebu sema tena, rafiki wa wapumbavu ataumia.
Rafiki wa wapumbavu ataumia. Nikuulize wewe, je, rafiki yako wewe ni upi? Ni mpumbavu au rafiki mwenye busara? Ni rafiki mwovu au ni rafiki mwema? Ni rafiki wa hovyo au ni rafiki wa busara? Kama rafiki yako ni wa hovyo, kama rafiki yako ni mtu ambaye washari, aisee, utaumia. Achana na rafiki ambaye atakupoteza. Nikupe hii story moja. Kulikuwa kuna binti anaitwa Debora. Huyu binti aliyekuwa anaitwa Debora alikuwa ni binti ambaye hana kazi yoyote, lakini alikuwa anaishi na mama yake tu, na mama yake alikuwa na uwezo wa kumsaidia chochote. Lakini huyu binti akawa kila mara anamletea mama yake zawadi, mara kitenge, mara simu nzuri, mara anamletea gari, lakini hana kazi yoyote. Mara anamjengea nyumba mama yake. Huyu binti hana kazi yoyote. Yule mama akanafurahia binti anavyomletea vile vitu. Ikapita muda mrefu, yule binti akaumwa sana, akalazwa hospitali. Akasema, naomba mamangu aje nimnong'oneze jambo. Mama yake alipokuja, wakamleta mama yake karibu naye. Akasema, mama, sogea, nataka nikunong'oneze sikioni. Mama yule akasogea. Alipokuwa anamnong'oneza, hakumwambia chochote, ila akamng'ata sikio lile mpaka kulikata kabisa. Watu wakashangaa, inakuwaje umemng'ata mama yako sikio kiasi hicho? Akasema ya kwamba huyu mama yangu siku zote anajua sina kazi. Nimekuwa nikimletea nguo, nikimletea mafuta mazuri, nikimnunulia gari, nikimjengea nyumba, wala hakuniuliza umepata wapi hizi fedha, wala hakunionya, wala hakunikemea, wala kusema ese usije kuwa unaenda katika njia zisizofaa. Hakusema chochote. Lakini fedha hizi zote nilizokuwa napata na kumnunulia mama vitu nilivyonunua, nilipata kwa sababu ya kujiuza mwili wangu. Lakini sasa ikafika wakati nimetoa mimba nyingi. Hii niliyotoa ikatokea wakati wanatoa, kuna nyama zilibaki ndani ya tumbo langu za mtoto, ambazo zikaoza ndani ya tumbo na kuliwezesha tumbo langu, nami nakufa kwa sababu nilikosa maonyo ya mama yangu. Kwa hiyo sasa, unajifunza nini kwenye hadithi hiyo? Unajifunza nini kwenye hadithi hiyo? Unaweza ukatafuta njia mbalimbali za kupata kipato, lakini sizo zile ambazo ni njia halali, nazo zinakupelekea umauti. Wakati mwingine ni kwa ushauri wa marafiki ambao wao wakati huo wa shida hautawaona karibu na wewe. Wamekupoteza, wanakucheka, wanasema alijinga. Kwa hiyo utakapoumia, hakuna atakaye kuangalia. Umejaribia wewe mwenyewe maisha yako. Rafiki wa wapumbavu hakosi, ataumia. Nikwambia na mfano huu mwingine. Kwa sababu wanaokushauri, siku utakapoumia wao hawatakuwepo. Kulikuwa na kijana anaitwa Alfa. Yule kijana Alfa alilelewa vizuri sana nyumbani kwao katika maadili mema. Hakuwa mdokozi, hakuwa mwizi. Ni watu waliofundishwa hata ukiokota kitu cha mtu, tangaza nani amedondosha kitu hichi. Alikuwa ni kijana ambaye hata fedha angeikuta uwanjani kwao, ataiokota, ataiweka mezani, akijua lazima kuna mtu amedondosha, ataipata atakapoulizia. Lakini kijana akakua, akatoka nje ya nyumbani, akaenda kuanza maisha yake mbali na nyumbani kwao. Katika kuishi kwake
katika maadili mazuri. Basi ikawa njaa imetokea katika mji ule, naye kazi ikawa imeisha, hana kazi tena, ana uhitaji mwingi kwa ajili ya kutimiza mahitaji yake kila siku. Akapata marafiki ambao hawakuwa wazuri. Wale marafiki wakasema, twende bwana, tutapata hela kama una shida na hela. Wakawa kila jioni wanakwenda wanavizia, wananyang'anya mikoba ya watu, wakinyang'anya, wakirudi wanagawana, wanaishi. Mara ya pili wanaenda wananyang'anya, wanarudi wanatumia pamoja, wanaishi. Mara ya tatu, mara ya nne. Siku nyingine wakaambia, bwana, leo ni zamu yako. Akaenda akanyang'anya mkoba wa mtu. Yule aliyenyang'anya wakapiga kelele. Alipopiga kelele wakamnasa Alfa, wakampiga mpaka kumuua. Akafa Alfa ambaye alilelewa vizuri nyumbani kwao, lakini kwa sababu ya marafiki aliyowapata mijini, waliomwelekeza na yeye kufanya tabia wanazofanya wao, kutumia njia za kupata kipato wanazotumia wao, akapoteza maisha yake. Nini tunajifunza hapa? Marafiki wanaokushawishi kufanya mabaya ili kujipatia kipato, siku utakapoumia watakupoteza wewe, wao wanabaki salama. Utaumia wewe, wao watabaki salama. Rafiki wa wapumbavu hakosi, ataumia. Ukiwa rafiki wa wapumbavu lazima tu utaumia. Kwa hiyo ndio maana anatufundisha kwenye Mithali, wakikushawishi wewe usikubali. Mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi wewe usikubali. Wakisema njoo tukaibe pamoja, tutakuwa na vitu vyote kwa pamoja, usikubali, kwa sababu unajiwinda mwenyewe kujiangamiza. Unajitafutia mwenyewe kuangamia, unajitafutia mwenyewe kuumia. Utakaposhauriwa na marafiki wa namna hiyo, achana nao. Kataa kuwa na urafiki wa namna hiyo. Kataa marafiki wa namna hiyo. Ujitenge kabisa. Maana kujitenga kwako utawavuta wao wafuate tabia yako, lakini kuwafuata kwao wewe mwenyewe utakuwa na tabia zao. Epuka marafiki wasiofaa. Kataa kuwa na urafiki na watu ambao unajua wanakupoteza. Wewe mwenyewe jiongeze kwa akili zako. Kwa nini mtu akushawishi na wewe ni mtu mzima? Wewe ufikiri? Hauoni kwamba unapotea? Hauoni kwamba anakudanganya? Unashawishika. Mjinga siku zote huamini kila neno imeandikwa. Asa mtu mjinga huamini kila neno. Kama kila unachoshauriwa unapokea, wewe ni mjinga, una akili. Maana mjinga huamini kila neno. Sasa je, unatamani kuendelea kuwa mjinga kwa kukubali kile unachoshauriwa? Hata cha wewe unajua kabisa sio sawa, sivyo ulivyofundishwa, sivyo ulivyolelewa, sivyo unavyojua katika Mungu, lakini unashauriwa, unafuata. Mjinga huamini kila neno, na rafiki wa pumbavu ataumia tu. Ni swala la muda, utaumia. Utamlaumu rafiki yako kwamba alinidanganya, na wewe una akili zako za kuamua, utakuwa mjinga sana. Kama utamlaumu rafiki yako ambaye umri wake mnafanana umri kabisa, mwingine ni mdogo kuliko wewe, eti anakushauri katika ujinga, unakubali. Maana yake mtu mjinga huamini kila neno. Ni kwamba tu umekuwa mjinga. Mungu akusaidie ulivyojifunza na Mungu anavyokufundisha, usiache kuishi hivyo. Itakuwa msaada kwenye maisha yako. Amen.
Mwambie mwenzako, na achilia moyo wangu mbele za Mungu. Hebu sikia furaha mbele za Mungu kutupa nafasi na nafasi. Usiogope kumchezea Mungu, maana yupo, ameshuka tayari.